samani. Nilikuwa nataka kujua kuhusu wewe. Maana nilikuta njiani ulikuwa umelala. Pia kulikuwa hakuna mtu yoyote ule zaidi yako. Halafu ulikuwa hujiwezi kabisa. Kwa hiyo nikaamua nikusaidie, nikakubeba, nikuleta hapa nyumbani. Lakini nilipoona mavazi yako, nikawa najiuliza maswali mengi sana. Kama wewe ni mganga au mchawi. Ila samahani. Lakini nimekusaidia tu kwa sababu wewe ni binadamu kama mimi. Ila nilikuwa nataka kujua ulikuwa na matatizo gani kwani? Kwanza shukrani sana ndugu yangu, maana nilikuwa na matatizo makubwa sana. Pia mimi nilikuja huku kwa ajili ya kushuti, yani muigizaji, masuala ya video, na sikuwa peke yangu, nilikuwa na wenzangu. Ila kadri tulivyokuwa tunatembea tulipotezana, na kama unavyojua mimi ni mgeni, sijui njia, nikapotea. Kila unavyozidi kutembea kuna nguvu zikaanza kuniishia, kwa ajili nilikosa maji na chakula, nikajikuta tu nimeanguka. Lakini mimi sio mchawi, sio mganga, sio wala mgombe kunyata. Mimi ni binadamu kama binadamu wengine. Kumbe nilikosea. Basi akili yangu ilivyonituma kwa mavazi uliyovaa, umevaa mavazi ya ajabu sana yenye rangi mbalimbali, nyekundu, kijani, nyeusi. Hivyo nikajua kuwa wewe ni mganga, na ndio maana nikakusaidia. Nikajua nikikusaidia utanisaidia matatizo yangu. Kumbe si hivyo. Ila sawa, usijali. Kwa kuwa nimeshakusaidia, basi sina jinsi. Endelea tu ukaa hapa. Lakini unaendeleaje kwa sasa? Naendelea vizuri, lakini ubavu wangu wa huko wote unaniuma. Nahitaji kuwa peke yangu ili nitulie. Kwa hiyo tafadhali, kama hautojali, unaweza kuniacha mwenyewe. Basi sawa. Mimi natoka kidogo. Haina shida mhifadhi wangu. Mimi nipo hapa.